Hello, mwendelezo wa tips zetu za kiafya kupitia platform yetu ya Afya Yako Utajiri Wako. Sasa hebu tuone ni yapi madhara ya matumizi ya zile njia za uzazi wa mpango, ways of family planning. Hapa sasa ni either unatumia syringe ambayo ni sindano, ama unakula capsules ambayo ni vidonge, au ni mtu ambaye unatumia kitanzi au loops. Lakini pia ni mtu ambaye labda unatumia njiti and so on. Hizo njia zote ni njia ambazo zina madhara yafuatayo. Kitu cha kwanza unachotakiwa kujua matumizi ya njia za uzazi wa mpango yana mchango mkubwa sana ya kukuletea changamoto katika mvurugiko wako, katika homoni yako ya kike mwanamke, homoni ya estrogens. Hii homoni ina kawaida moja, endapo unakuwa unatumia hizi njia za uzazi wa mpango, unakuwa una riski kubwa sana ya kuivuruga au kuiharibu. Lakini pia kitu kingine ni mtu ambaye utakuwa unajiandalia au unaweza ukapata changamoto ya irregular period. Hedhi kuna muda zinakuwa hazipo katika mpangilio sahihi, au unaweza ukakosa kabisa sometimes, au ukapata miezi miwili inapita mitatu and so on ndio upate, au kuna kipindi unaweza kawa unapata hedhi ambao total inazidi siku 5 mpaka 7, inakuwa ni 7+. Kwa tayari hai madhara kutumia njia za uzazi wa mpango. Yapo madhara mengi sana ikiwemo pia kupata changamoto ya kizunguzungu mara kwa mara lakini pia changamoto za damu sometimes unakuwa unapata damu yako inakuwa ipo katika mfumo fulani ambao ni sahihi kutokana na njia za uzazi wa mpango. Lakini pia hii family planning sometimes huwa inaweza ikakuletea pia changamoto ya miscarriage, ujauzito kuja kuharibika pamoja na kutoka kwa masiku ya usoni. Hizi zote ni impact za njia za matumizi ya uzazi wa mpango. Lakini pia madhara mengine ya mtu ambaye anatumia uzazi wa mpango, anakuwa ana riski kubwa sana ya masiku ya usoni kuweza kuwa ni mtu tasa au mgumba. Na hii haijalishi alishawahi kuzaa previous day, kwa sasa anatafuta mtoto, lazima kuna mchango wa 100% yeye kuweza kukosa mtoto. Kwa hiyo make sure kwamba zipo namna sahihi, yapo madarasa sahihi ambayo nimefundisha na naendelea kufundisha jinsi ya kuweza kutumia kalenda yako na ikakusaidia na si kutumia njia za uzazi wa mpango, kwa sababu at the last of the day, mwisho wa siku lazima utapata impact kubwa sana, na utakuwa ni mtu ambaye umeshajiandalia kuweza kuwa ni mgumba kwa vitu hivyo ambavyo unavitumia. So nini unatakiwa kuelewa from now? Acha kutumia hiyo njiti, acha kutumia hiyo loop kitanzi, acha kutumia syringe, acha kutumia hizo capsules unazomeza. Unachokifanya, tutafute tukupatie elimu sahihi ya kuweza kufuatilia, kujua kalenda yako inakwenda vipi, ujue zipi siku ambazo ni za hatari, zipi siku ambazo ni safe na unsafe, zipi siku za kuconceive, kuweza kubeba ujauzito. Hivi ndio vitu ambavyo vinaweza vikakusaidia, lakini hizo ni unajiandalia changamoto kubwa actually kwenye mfumo wako mzima wa homoni, lakini pia kwenye uzazi kwa ujumla, na baadaye unaweza ukaja kupitia changamoto za hedhi, na hiyo iko totally lazima utasumbuliwa sana na matatizo ya hedhi na hata ugumba kwa baadaye. So tutafute katika mawasiliano yetu ambayo tumeweka kwenye clip hii pamoja na kwenye bio hapo juu, uweze kupata elimu nzuri ya kukusaidia kuweza kuitambua na kudili na kalenda yako pamoja na ushauri pia.